Kisiwa cha midoli. Unapofika katika kisiwa hiki, kitu cha kwanza unachoona ni midoli. Hakuna wanyama wala hakuna sauti ya binadamu. Barabarani ni midoli, shambani ni midoli ikifanania na wakulima wanapopanda shamba, lakini ukisikiliza kwa makini utasikia sauti yoyote wala hakuna kinachofanyika. Ukija darasani utakutana na madawati yaliyokaliwa na midoli inayofanana na watoto lakini sio binadamu. Lakini kisiwa hiki hakina tu midoli, bali kuna nyumba kadhaa za zamani ambazo hazina wakazi. Inasemekana watu waliokuwa wakiishi walikuwa wakipotea kwa njia za kutatamisha. Wakazi wasema kila siku inapopita inasikia kelele, milio ya nyundo na kicheko cha watoto kutoka kwenye nyumba jirani zisizo na watu. Hapo ndipo unapokupeleka kwa mwanamama Ayano Tsukimi, mwanamke aliyewahi kuishi katika kisiwa hiki. Anaeleza ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa anatengeneza hiyo midoli na kuiweka ifananie na sura za watu waliokuwa wamefariki au waliopotea katika kisiwa hiki. Kiuhalisia, midoli hiyo inasemekana sio midoli ya kawaida, kwani ina nguvu ya ziada ndani yake. Ukisogelea kwa karibu midoli hiyo au ukipita maeneo ya midoli hiyo iliyopo, basi mwili na nywele zako zitasimama na utaanza kutetemeka na mwishoni kuishiwa nguvu. Pia ukisogea karibu na nyumba hizo za zamani, utaona mlango ikijifungua yenyewe na mataa yakijiwasha na kujizima yenyewe pasi na mtu yeyote kufanya hivyo. Kisiwa hiki ni mfano halisi wa jinsi kumbukumbu za huzuni na historia zinavyoweza kuishi. Mtazamaji wetu, nikuache na swali hili: je, utaweza kuishi peke yako kwenye kisiwa hiki? Jina langu ni TJ1 na hii ni Mzee Chabo na Maigizo TV. Fuatilia makala haya kila siku kwenye YouTube channel ya Maigizo TV. Asante.